Huwa kuna muda kwenye kupitia posti za watu wengine ama za designers wengine, unakuta posta nzuri na muonekano mzuri, lakini kipengele kikubwa ambacho designers wengi huwa tunafeli ama huwa hatukizingatii, ama kama tunazingatia lakini labda uwezo wetu sasa bado ni mdogo, ni kwenye kuchoose font. Unajua font ina mchango mkubwa sana kwenye kupromote kazi yako kama designer. Unajua kufanya machaguzi mazuri ya aina za fonti za kutumia inakupa nafasi kubwa zaidi ya kuingia katika uprofessional, sababu fonts zenyewe zina tell story, yani fonts zinazungumza hata kabla ya wewe kusoma kile ambacho kimeandikwa. Unajua aina ya poster fulani huwa tunazidifferentiate sometimes kutokana na aina za font, kwamba night club posters ama zile launch posters haziwezi kuwa sawasawa na event nyingine ambazo labda ni za kisiasa, za viongozi na nini na vitu vingi. Kuna aina za font ambazo zina match kulingana na tukio fulani, na kuna font ambazo hazimatch. Hata kama utakuwa umechuzi rangi nzuri kiasi gani, alignment nzuri kiasi gani, picha nzuri kiasi gani, lakini kama font hazifanani, bado utakuwa una changamoto ya kuhitaji kujua matumizi sahihi ya font. Na hii imekuwa ni changamoto kubwa kwa designers wengi, kwamba poster ni nzuri, imezingatia vigezo vingi vya msingi, lakini ukija ukiangalia aina za font ambazo zimetumika, naona kabisa still kuna lugha fulani zinashindwa kuzungumza. Kwa mfano anakuta poster ya uzinduzi wa bidhaa, labda maybe kampuni inahitaji kuzindua bidhaa yake. Unajua kuna font ambazo zinaongea kuhusiana na bidhaa zinazozinduliwa, lakini at the same time labda kuna club ina event yake night clubs, lakini pia wanasiasa the same way. Mwanasiasa kuna font ambazo ukiiweka iko strong kiasi kwamba ujumbe wake unafika kwa watu ambao kawa target, lakini kuna font ukiweka mtu anaweza ka ignore kwa sababu font doesn't tell the story kuhusiana na siasa, kufikiria nini kinaenda kufanyika, kwa sababu font zina capture before. Yani unajua design zetu zinatakiwa zina eye catching, kwamba nikitazama inihamasishe kusoma. Sasa kinachonihamasisha kusoma si tu rangi ama mpangilio, font pia inakuwa na mchango mkubwa zaidi kwenye kumhamasisha mtu kuendelea kusoma. Yani kwamba haimchoshi mtu, lakini zinakuwa zime intersect. Baada kutoka neno fulani likafuatia jingine ambalo fonti zake si kwamba ni aina moja fonti, lakini zimekuwa ziki align, zinaongea lugha moja. So unapofanya designing ili iweze kuwa nzuri na ikupe credits nyingi, make sure pia una choose font wisely, una choose font vizuri ili ziweze kutell ile story ambayo umeexpect.